Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, jina langu naitwa Francis, nimeokoka, nampenda Yesu, na siku ya leo ni siku nyingine nzuri ambayo Bwana ameandaa ili uweze kusikiliza neno lake. Naomba tu subscribe, share kwa wenzako kwa ujumbe huu ili Mungu aweze kuwabariki nyote, ili uweze kushirikisha wenzio baraka hizi. Bwana Yesu apewe sifa. Bila kupoteza muda, bila kupoteza wakati, nenda kuongelea kuhusu tuko na uwezo katika kazi tuliopewa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko na uwezo katika kazi tuliopewa na Mungu. Hiyo ndiyo somo letu la leo. Nenda kufundisha kuhusu kazi tuliopewa na Mungu. Kila mlokole, kila Mkristo aliokoka alipewa kazi na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna Mkristo ambaye ameokoka bila kupewa kazi na Mungu. Hata kama hujaijua, wewe jua umepewa kazi ya kufanya na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Je, kazi hiyo unaifanyia kazi? Kazi hiyo, je, itazaa matunda? Kazi hiyo ambayo Bwana amekupatia, je, ni kazi ambayo unaifanyia kazi ama ni kazi ambayo umeikalia? Bwana Yesu apewe sifa. Je, unaifanyia kazi? Haleluya. Na chochote ambacho Bwana ametupatia kama kazi, ametupatia na uwezo na mamlaka ya vitu vyote. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa wahubiri, hasa watu ambao wametumwa kufanya huduma, kuhubiri, wainjilisti na walimu, wao wamepewa kazi na wamepewa mamlaka juu ya vitu vyote. Hakuna kitu kitaweza kusimama mbele ya mtu kama huyo. Hakuna kitu kitaweza kusimama mbele ya wachungaji. Hakuna kitu kitaweza kukuzuia wewe ambaye Mungu alikupatia kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunajua kwamba Yesu alitoa ule mfano, akasema kuna mmoja alipewa 5, mwingine akapewa 2 na mwingine akapewa 1. Yule mwenye alipewa nyingi alizalisha, yule mwingine akazalisha. Yule aliyepewa 1 akaenda akaificha, akasubiria mpaka yule bwana wake alipokuja, akampatia talanta yake. Naye bwana akamwambiaje? Alimwambia ungalifanyia kazi ungalipata faida, lakini yeye akaificha, akaikalia. Bwana Yesu apewe sifa. Alipoikalia, Bwana akamnyang'anya na akasema, hata hicho kidogo nilicho nacho mimi nitafanya nini? Nitakunyang'anya. Kwa hiyo hiyo kazi ambayo umepewa kuifanya, usipoizalisha, usipoifanyia kazi ikazaa, Mungu atafanya nini? Ataichukua. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Lakini sasa tunaishi kwa neema kwa sababu Kristo alikuja na neema. Bwana Yesu apewe sifa. Katika Yohana 1:17 inatuambia kwamba mkono wa Musa ulileta Torati, bali mkono wa Kristo ulikuja na neema na kweli. Haleluya. Kwa hiyo acha tuendelee kuongea kuhusu ile kazi ambayo tumepewa na Mungu. Tumepewa na Mungu ili tufanye kazi, na kusudi la kazi ambayo Mungu ametupatia ni kuokoa nafsi za waliopotea, ni kutangaza injili kwa watu wale ambao hawajui injili, ni kueneza Kristo kwa njia moja ama nyingine. Hiyo ni kazi. Na ninaposema kazi, simaanishi kuhubiri tu, hata kuwa mwandishi wa masaa ya wachungaji, hiyo ni kazi. Hata kuwa ushers kanisani, hiyo ni kazi ambayo tumeitiwa. Hata kuwa chochote kile kinachohusika na lokole, hiyo ni kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maana tujapewa kazi moja. Kila mmoja wetu amebebeshwa mzigo wake, amebebeshwa kila aina ya kazi. Tumebebeshwa kazi tofauti tofauti, hatuwezi lingana kwa kazi moja. Mimi kazi yangu ni ya uhubiri, wewe kazi yako ni ya uinjilisti. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui tofauti uko wapi, lakini wanadamu wamejitenga katika vitengo. Wanasema mimi ni muinjilisti, mimi ni mwalimu, mimi ni nabii. Lakini mimi kwa macho yangu ninapotizama, ninaona sote tunahubiri neno la Kristo. Sasa sijui tofauti uko wapi. Labda mnaonisikiliza kwenye comment unaweza niambia utofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Lakini tuachane na hiyo, twende katika kazi ambayo Mungu ametupatia.
Hebu tufungue Luka 9:1. Biblia inatuambia, akawaita wale tenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana akawaita wale tenashara. Bwana Yesu apewe sifa. Tenashara ni mimi na wewe. Tuliitwa na Kristo, na kitu cha kwanza Kristo alichofanya, alitupatia mwanzo uwezo na mamlaka juu ya pepo wote. Yesu alimaanisha nini? Juu ya pepo wote, juu ya mamlaka yote, juu ya mapepo ya anga yote ambayo yatainuka kinyume na huduma yako, kinyume na huduma yako. Maana wengine waliitwa kusupport huduma ya Mungu, kusupport makanisa. Sasa Bwana anasema ya kwamba amekupatia uwezo juu ya pepo wote na maradhi yote. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna jambo ambalo litakuwa na nguvu kushinda nguvu za Mungu. Hakutakuwa na jambo ambalo litaweza kusimama mbele yako. Hajalishi watajaribu kutuma mapaka usiku, watajaribu kutuma sijui nyama gani, lakini hakuna nguvu za ule mchawi ambazo zitatumwa kinyume na wewe zitakazo faulu, kwa sababu uliitwa na Kristo akakupatia uwezo na mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana liabudiwe. Tulipewa uwezo na mamlaka. Ambia jirani yako, sema nimepewa uwezo na mamlaka. Rudia tena, sema nimepewa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote, juu ya pepo wote na maradhi yote. Kwa hiyo kama umepewa uwezo juu ya maradhi yote, kwa nini ugonjeke? Kwa nini kazi yako isiendelee? Kwa nini uteseke na magonjwa? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini huduma yako, kwa nini mwito wako usiwe na mwelekeo? Na umepewa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nitaanza kusoma. Akawaita wale tenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayoingia, kaeni humo mpaka mtoke mjini. Na wale wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, yang'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu, kwa kuwa ushuhuda juu yao. Wakaenda wakazunguka katika vijiji wakihubiri Injili na kupoza watu kila mahali. Bwana Yesu apewe sifa. Story hii tunaona hao tenashara aliyeitwa na Kristo waliambiwa ya kwamba nendeni. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu amekwambia nendeni, amekupatia uwezo na mamlaka. Ingieni jijini mkihubiri, ingieni mzunguke. Yote atakayokaribisha kaeni hupo, na asiyewakaribisha, ambaye inamaanisha nini? Umeleta huduma yako, umeanza huduma yako, watu wataipokea. Lakini wasioipokea, ambao watakuwa kinyume na nyinyi, ambao ni nguvu za giza, ng'uteni miguu yenu. Yani achieni takataka, ng'uteni muende zenu, kwa sababu nyinyi muko juu ya falme zote. Na mnapong'uta nyayo zenu, inamaanisha nini? Umekanyaga kila nguvu zote ambazo zitataka kusimama juu yako. Ndio maana Kristo akasema ng'uteni miguu, hakusema mikono, alisema miguu, kwa sababu pepo na nguvu zake wote wako chini. Vizuizi vyote vimewekwa chini. Kwa hiyo kama viko chini, ni kung'uta tu miguu, na unakanyaga kichwa chake, unakanyaga, unamwambia umeshindwa, unaendelea na safari. Na wakaenda wakiponya, wakihubiri Injili kama tulivyosoma. Wamepewa freedom ya kwenda. Yani umetumwa na umepewa uwezo na mamlaka. Ni kama sasa mheshimiwa rais atokee katika hiyo sehemu unayoishi, nani atakayesimama mbele yake? Maana analindwa. Hivyo ndivyo mlokole alivyo.
umejaa ulinzi, lakini unauoga, lakini umezuiwa. Kwa nini? Kwa sababu hujajifahamu wewe ni nani. Hujajifahamu huo uwezo uliopewa na Mungu. Unatembea ukiogopa, unatembea sije nikarogwa, unatembea ukisema kuna wachawi wana nguvu. Sawa, hizo na nguvu zao, lakini nimepewa uwezo ya kung'ung'uta nyayo zangu juu ya vichwa vyao. Nimepewa uwezo ya kung'ung'uta nyayo zangu juu ya vichwa vyao. Kwa hiyo nguvu zako hawawezi, nguvu zao zimeshindwa, maana mimi niko juu, tena juu, tena juu zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu niliitwa. Mimi sikumuita Yesu. Yesu aliniita akasema, nimewapa uwezo wa maradhi yote na juu ya pepo wote. Enendeni. Bwana Yesu apewe sifa. Tusibebe fimbo, tusibebe kanzu mbili. Yani usibebe akili mbili. Ukisema ninaenda kuhubiri sehemu fulani, je, nitachinjwa? Ninaenda kufanya hivi. Usiwe na maswali. Nenda jinsi Mungu alivyokuita. Amekukuta hivyo alivyokuita. Nenda. Bwana Yesu apewe sifa. Usiulize maswali. Maana Ibrahimu hakuwa na maswali. Alipotokea na Mungu akaambiwa toka kwenye nchi yako, hakuuliza ni nchi gani inayoenda. Yeye alisikia sauti ya Mungu. Hata alipotokea tena na Mungu akamwambia mtoe mwanao unayempenda, hakuuliza maswali. Mungu nilipatia mtoto, lakini ninaenda kumtoa. Alifanya venye Mungu alimuita, na Mungu akapendezwa na Ibrahimu akamwambia, nami nitakubariki, nitakufanya kwa taifa kubwa, jina lako litajulikana mataifani mote, ambayo ni Mwanzo 12 mstari wa 2. Unaposoma pale utapata full story ya Ibrahimu anapobarikiwa na Mungu. Lakini sasa unapotaka baraka za Mungu ziwe juu yako, kuwa mwaminifu katika Mungu anapokutuma. Anapokutuma usiwe na wasiwasi. Usiangalie ni nani anakuangalia, usiangalie ni nani atasema. Wewe fanya kazi ya Mungu, maana umeitwa na umepewa uwezo juu ya falme zote, juu ya maradhi, juu ya pepo. Kwa hiyo hakuna kizuizi. Na tena umeambiwa ng'ung'uta. Yani yote atakaye kuja na kikwazo mbele yako kwa huduma, ng'ung'utie nyayo zenu, mwache mavumbi. Bwana Yesu apewe sifa. Yani unang'ung'uta tu, unamwekea vumbi juu ya kichwa chake, unachafua jina lake, kwa sababu Mungu ameshakupatia uwezo na mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Nitasoma tena kifungu hicho, kimenipendeza. Tunaenda Luka 9 ule mstari wa 5. Biblia inatuambia kwamba, na wale wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, yang'ung'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu kuwa ushuhuda juu yao. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alimaanisha nini? Munapong'ung'uta mavumbi kwenye vichwa vyao, munapong'ung'uta itakuwa ni shuhuda. Alimaanisha nini? Hao ambao wanataka kuwazuia wanafikiria hautaweza, watakunenea maneno, watafikiria huwezi. Lakini unapochukua hiyo opportunity, hiyo nafasi unapoichukua, unapoamua kung'ung'uta na kusonga mbele, watashangaa. Itabaki kuwa shuhuda. Tulifikiria huyu hataendelea na biashara yake, kumbe ameendelea. Watabaki midomo wazi, lakini wewe utakuwa unajua yule aliyekutuma ni Kristo, na neno la Mungu li hai tena li kweli na linaishi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na anapokutuma kokote utakapoenda, popote huduma yako ambayo imeitwa, usisahau Mungu, usisahau kuhubiri Injili, usisahau kueneza neno lake, usisahau kueneza ile kusudi Bwana amekuitia, kwa sababu ni kazi ambayo amekufanyia, kwa sababu it is your duty. You must do your duty. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of the living God. Tumeitwa kuwa watawala. Hatujakuja hapa kutawaliwa. Tuliitwa na Mungu kutawala. Sisi ni vichwa wala si mikia. Maana tumepewa uwezo juu ya pepo na maradhi. Hakuna maradhi itakayo kutawala. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna maradhi ambayo itakutawala, kwa sababu Kristo alituita, si mimi nimemuita. Sijui kama unaelewa hicho kifungu. Luka 9 mstari wa 1. Ninaomba usome tu. Ninaomba turudie tena hapo juu, kwa sababu ni kifungu ambacho
kinagusa sana. Biblia inatuambia kwamba akawaita wale tenashara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa eka jina lako, akaniita eka jina lako, akakuambia ya kwamba alikwambiaje? Bwana Yesu asifiwe. Akawapa uwezo na mamlaka. Sasa irudie tena hiyo Luka 9:1. Akamwita eka jina lako, akakupa uwezo na mamlaka juu ya nini? Ya pepo wote na maradhi. Bwana Yesu asifiwe. Rudia tena, akakuita nani? Akakupa uwezo na mamlaka juu ya pepo na maradhi yote. Bwana Yesu asifiwe. Jua hapa umeshaitwa na Mungu. Hakuna Mkristo ambaye anaishi duniani ambaye hajaitwa na Mungu. Labda uwe hujagundua kazi yako, lakini ninakuombea kazi yako uliyoitiwa uijue. Lakini ninakuombea huduma uliyoitwa uijue. Bwana aende kuchipua kila alichoweka ndani yako, akupatie uwezo, akupatie nguvu za kujifahamu, akupatie knowledge ya kujua wewe ni nani katika huduma. Uache kuwa una woga, uache kuwa na woga, uache kuteswa na maradhi, uache kuteswa na hizo nguvu za giza. Unasikia paka nafanya miau kwenye paa, unaanza kubabaika, unachukua muda wako, unaanza kwa jina la Yesu shindwa. Maandiko yanakuambia usilitaje jina la Bwana bure. Wewe unalitaja jina la Bwana bure kwa sababu mapepo yako chini. Wewe unachukulia iko na nguvu. Mapepo umeambiwa ng'ung'uta, yani ng'ung'uta uchafu kwenye miguu yako. Ng'ung'uteni mavumbi ilioni kwenye miguu yako. Yani wamelaaniwa, umewapatia, yani umewadharau mwisho. Yani hawana nguvu kwa sababu wako chini ya nyayo zetu. Na utakaposonga mbele, hata kama huyo nyayo yuko juu ya paa, ametumwa na mchawi, amekuja kufunga huduma yako, lakini anapokuona bado unaendelea, itakuwa shuhuda kwake. Atasema nilimroga, lakini urogi wangu haufanyi kazi, kwa sababu yule Mungu anayemtumikia ndiye Mungu aishie. Yule Kristo ambaye anamtumikia ndiye Kristo ambaye anaishi. Yeye ndiye Kristo wa kweli, na hakuna mwingine isipokuwa Mungu wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Mpatie Bwana shangwe na vigelegele. Mpatie Mungu sifa na vigelegele. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Umepewa uwezo juu ya pepo wote na maradhi. Haleluya. Kinanipendeza sana hichi kifungu, na ninasisitiza ili uweze kukielewa na kikuingie katika moyo wako, ili uweze kukishika. Yani jua katika nafsi yako, niliitwa na Bwana na akanipatia uwezo yeye mwenyewe. Ni nani alienda mbele za Mungu akamwambia, Mungu nipatie uwezo juu ya pepo, juu ya mamlaka, ukalalamika? Ni nani? Ni yeye mwenyewe, kwa sababu umefanyika kuwa mtoto wake. Kwa sababu Bwana anasema bali walinde na yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anatuombea kwa Mungu ya kwamba tulindwe na yule mwovu, na akatupatia uwezo na mamlaka juu ya hizo pepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini leo nahangaika? Kwa nini wewe huduma yako unaona iendelee? Na Bwana amekuambia, umekupa uwezo katika kazi ambayo amekuita. Amekupatia nguvu za kuponya maradhi yote. Toka uende ukahubiri. Toka, kwa sababu umepewa uwezo. Anza kushikilia Biblia ukihubiri. Chukua kazi uliopewa, fanya. Usiseme mimi nimepewa kuwa mtoaji kanisani, mimi ni moyo wa kanisa, mimi ndio ninaitoa. Wewe toa kile kitu ulichokuwa nacho. Toa kidogo ulichokuwa nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Fanya kazi yako, mwito ule ulioitiwa, ifanye kwa moyo mmoja. Naye kwa wale ambao watawazuia, kwa wale ambao hawatawakaribisha, watawachukia, ng'ung'uteni nyayo zenu mavumbi. Yani ng'ung'uteni mavumbi iliyo katika nyayo zenu, na itakuwa shuhuda kwao. Kwa sababu unapong'ung'uta ni kuingia kwa maombi na kusema enough is enough. Kuchekelewa kumeisha. Kuchekelewa ni basi, mimi sitachekelewa tena. Na unasonga mbele, na watabaki wakishangaa. Watashangaa huyu Mungu wake ni Mungu aina gani? Yani kwa muonekano wake peke yake anang'aa, sura yake inang'aa.
yeye anang'aa. Tunatupia magonjwa, lakini hawajui kuwa umepewa uwezo juu ya maradhi yote na pepo zote. Wanakutupia jini, lakini hawajui umepewa uwezo juu ya pepo wote na maradhi yote. Wanakutupia sijui roho aina gani, lakini hawajui umepewa uwezo juu ya pepo na mamlaka yote. Yani umepewa uwezo juu ya vitu vyote, yani vitu vyote wewe umepewa uwezo. Uko juu zaidi ya juu, yani uko juu na Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na inapokuwa shuhuda kwako, usiache kuhubiri, usiache kufanya kazi, usirudi nyuma. Endelea sana, endelea na huduma, endelea, nakwambia endelea, kwa sababu Mungu yule aliyekutetea hapo mwanzo ataendelea kukutetea. Yule Mungu ambaye atashangaza au wanaotaka kukuzuia ataendelea kukutetea, atakutetea na kukupatia utukufu na kukubadilisha wewe uwe haufanani na watu wengine. Utakuwa kiumbe ambacho kinakaa kiumbe special, kiumbe yani utakuwa mtu wa kutamanika. Watu wanatamani, wanasema naam, ningekuwa kama mtu fulani, naam, ningekuwa kama mtu fulani. Ninatamani kama Ukristo ndio namna ya vile yule mdada anavyoishi. Ninatamani kwa hivyo, kwa sababu mmeshajigundua, nawe hautababaika. Kwenda hospitali kwako kutakoma leo. Hospitali zitatamani kuandika jina lako kwenye vitabu vyao. Hospitali zitatamani kuweka mwili wako lazwe pale kwa sababu wakuuguze, lakini itakuwa ndoto, haitawefanyika, kwa sababu umeshajigundua wewe ni nani, kwa sababu umegundua ule uwezo na mamlaka uliopewa juu ya gonjwa yote, juu ya pepo zote, ya kwamba unaishi na yule Mungu aliyekupatia uwezo huo. Ni wa jana na wa leo na hata milele, habadiliki kamwe. Anaposema jambo lazima litendeke. Aliposema kuwe nuru, nuru ikawa. Na leo amesema amekupatia uwezo. Ninatangaza uwezo juu yako kwa jina la Yesu. Pokea uwezo juu ya pepo wote. Pokea uwezo, kwa sababu ilishaneno na Mwokozi ya kwamba nimekupatia uwezo. Bado wewe tu kuapply, bado wewe tu kuamini. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sema nimepewa uwezo na mamlaka. Sema nimepewa uwezo na mamlaka. Hata anga inisikie. Sema hata anga inisikie. Mapepo ya anga yote, mapepo ya nchi kavu yote imewekwa chini ya nyayo zangu. Mimi niko juu sana. Haleluya. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Ninaomba sasa turuke mpaka Mathayo 10 mstari wa 7 na mpaka wa 8. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatuambia kwamba na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa Mungu umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nirudie tena vizuri. Biblia inatuambia kwamba na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa Mungu umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepewa bure, toeni bure. Bwana Yesu apewe sifa. Unasikia jinsi maandiko yanatuambia kwamba na katika kuenenda kwetu tuhubiri tukisema ufalme wa Mungu umekaribia. Hatufai kuhubiri tukisema mapepo ya ukoo tunakemea, mapepo ya kizazi sijui baada ya kizazi tunakemea. Tunaambiwa tuhubiri ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, kwa sababu hiyo ndio jukumu tulilopewa. Si hatujapewa jukumu ya kukemea. Babu yetu alikuwa measi. Hiyo uchawi ya mababu tunaikataa. Hiyo haifai. Unapoona mchungaji anahubiri hivyo, anasema vunjeni madhabahu,
jueni mchungaji ana hekima, jueni mchungaji huyo hana knowledge kutoka mbinguni, kwa sababu Mungu anapokuita amekushakupatia uwezo na mamlaka. Mimi naweza kuwa nimeokoka, kumbe babu yangu alikuwa mchawi. Sasa mzigo wa babu yangu nitawezaje kuubeba? Na mimi nimeingiana na Kristo, nimefanyika kuwa kiumbe kipya, nitawezaje kuingiana na laana za mababu ikiwa mimi mwenyewe nimeunganika, nimekata yule kitovu cha kule nilikotoka, nimejiunganisha na ufalme wa Mungu, nimefanyika kuwa mwana? Nitawezaje mimi kurithi mambo ya zamani? Nitawezaje mimi laana ya babu inidhuru? Maana maandiko yanatuambia kwamba na katika kokote mnakoenenda hubirini mkisema ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu unapohubiri hivyo, ndio jukumu lilopewa la kuvuta nafsi, la kuvuta roho, kuziambia kwamba mwisho uko karibu, ya kwamba mwisho umekaribia. Na hivyo ndio umepewa na Mungu kuhubiri. Na tena inatuambia tuendelee kusoma. Biblia inatuambia kwamba na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa Mungu umekaribia, pozeni wagonjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika kuenenda kwenu mnapohubiri mkiwa mnasema ufalme wa Mungu umekaribia, jukumu mlilopewa si la kukemea laana za ukoo, si la kukemea laana sijui za nini, kuvunja madhabahu, lakini tumepewa, yani mzigo tuliopewa ni kupoza wagonjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu ana maradhi, huo ndio mzigo wa kusema Bwana takase, naye anatakasika. Tena inatuambia kwamba fufueni wafu. Bwana Yesu apewe sifa. Inatuambia fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna kulipisha kwenda kuombewa na mchungaji. Hakuna, kwa sababu tumeshapewa uwezo sisi wenyewe, tumepewa bure, toeni bure. Umeshaitwa kama mtenashara, ukapewa mamlaka na uwezo juu ya pepo na maradhi yote. Kwa hiyo hakuna yule ambaye ataweza kukulipisha kwenda kuvunja madhabahu. Madhabahu ya kulipishwa hayawezi ondoa magonjwa yako. Madhabahu ya kulipishwa hayawezi kukutakasa, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba mmepata bure, toeni bure. Mmepewa neema bure, kwa hiyo tunafaa tutoe bure. Sasa tunapotoa bure ni kufanya nini? Unakutana na mgonjwa, unakutana mtu anahitaji, muombe, kwa sababu umeshapewa uwezo na mamlaka juu ya maradhi, juu ya pepo wote. Maana magonjwa huwa ni mapepo, maana magonjwa na vifo vingine ni mapepo. Kwa hiyo umeshapewa uwezo na mamlaka juu ya maradhi na pepo wote. Hakuna kitakachosimama mbele yako, wewe ni kunena tu. Kwa sababu Kristo, tunapoona huduma nyingi alizokuwa anazifanya duniani, hakuwa anachukua muda na kusema ninakemea, ninakemea, ninakemea. Yesu alikuwa ananena tu. Alipokuwa anaongea na yule kipofu, alimwambia imani yako imekuponya, na Yesu akaenda zake. Alipokuwa anatoa pepo la kifafa, aliambia tokeni, na pepo yakatii, akaenda. Wewe kwa nini wewe kwa nini unaanza kupiga unahangaika, wewe shindwa mapepo ya madhabahu? Mapepo hiyo hakuna, ninakwambia madhabahu hakuna, kwa sababu Kristo ameshatupatia uwezo juu ya pepo na maradhi yote. Bwana Yesu apewe sifa. Ametupatia uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na maradhi yote. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ni muda wetu wa kuangaza. Toka, nenda hospitali, ambia wagonjwa, ninawaombea wagonjwa, ombeni wagonjwa, maana watapokea uponyaji. Ekeleni mikono wanaohitaji, na watapokea ukombozi. Ekeleni mikono, endeni hata mochwari, ingeni mkisema tunawamsha kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu aliyekufa hapa ambao wakati wake hujafika, amke kwa jina la Yesu. Ukiwa umeamini kuwa nimepewa uwezo juu ya pepo wote, juu ya mauti na maradhi, miujiza itafanyika. Ninakuhakikishia, Baba amehakikisha ya kuwa unaenda kutenda muujiza, kwa sababu amekuambia kwamba ondoka uangaze. Twende Isaia 60. Naomba tufungue Isaia 60 1 mpaka 6.
Biblia inatuambia, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu wangu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote watakusanyana wanakukujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia, wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Efa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona hapa Bwana anatuambiaje? Ya kwamba ondoka uangaze, na unapoondoka kuangaza kuna mambo kutokea. Bwana Yesu apewe sifa. Inaposema giza litakuzukia, acha nitafsiri sasa. Giza kukuzukia ni wale watu ambao po Luka 9 tumeona, ambao hawatawakaribisha. Watu watakusema vibaya, watakukwaza, lakini ijapo watakapokukwaza, jua nuru imefanya nini? Imekuzukia. Bwana Yesu apewe sifa. Nuru itakuzukia na utukufu utaonekana juu yako. Yani hata kama watakukwaza, lakini kwa njia moja ama nyingine, watu wanapokutizama we bado anaendelea kutenda muujiza. Unapoenda kuingia hospitali kutaka kufanya muujiza, kutatokea vizuizi vya madaktari, watasema ni saa tuombi, ni saa tuombi. Lakini usikate tamaa, piga kifua chako, sema Kristo aliye ndani yangu ndiye mtenda muujiza. Mimi amenipatia uwezo juu ya mamlaka. Nena na wende zako ukiamini, Bwana anaenda kutenda muujiza. Bwana anaenda kutenda muujiza. Kwa sababu hapa katika Isaya imetuambia wazi, na mataifa wataijilia nuru yako, na baada ya kuonekana nuru yako, mataifa wataijilia. Mungu wa yule ni Mungu wa namna gani? Tunataka Mungu wa yule. Tunataka Mungu wa yule. Tunataka Mungu yule anayemwabudu, kwa sababu giza lilikujia, watu walikusema mwanzo, lakini ulipoendelea na imani, nuru ikakuangukia. Na nuru ilipokuangukia, maana giza imekwenda, kwa sababu umeng'ung'utia mavumbi nyayo zako. Hiyo Biblia inatuambia kwamba na mataifa watajilia, mataifa watajilia nuru yako. Bwana Yesu apewe sifa. Yani Isaya 63, na mataifa watajilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Kwa sababu itakuwa umefanya nini? Umepoza wenye magonjwa, umefufua wafu, umepoza wenye ukoma. Maana ni jukumu ambalo umeitiwa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana tumepewa uwezo, tumepewa uwezo. Sema nimepewa uwezo. Sema nimepewa uwezo juu ya anga, juu ya anga, juu ya ardhi. Anga initii, anga initii, ardhi nitumikie. Bwana Yesu apewe sifa. Tumepewa uwezo na mamlaka, tumepewa nguvu na Kristo, tumepewa, hakuna kitakachokuzuia. Maana nuru imekuzukia, mara mataifa watakuja kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Na wanapokuja kwako, tusome 5. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia, wingi wa ngamia utakufunika. Bwana Yesu apewe sifa. Yani baraka zitakapomimina kwako, zitakuja nyingi nyingi. Zitakuja baraka dizeni ya ngamia. Tena ni ngamia watakuja kwa hesabu ya maji ya bahari. Maji ya bahari hayahesabiki, lakini Bwana anatuambia kwamba bahari itageuzwa ije kwako. Yani baraka itakuja kama mawimbi ya bahari. Sema ninapokea baraka kama mawimbi ya bahari. Ngamia watatoka vijana, ngamia watakuja kwangu, kwa sababu nimefanya kazi niliyopewa. Maana kuna kazi sio kuwa na malipo.
Bwana Yesu apewe sifa. Kazi ambayo Mungu amekupatia, hakuna kazi ambayo itakuja bure bure. Kazi inakuja na malipo yake. Malipo ya huduma ni nini? Malipo ya huduma ya kuwa hautakuwa na ugonjwa, kwa sababu umeshajigundua. Malipo nyingine ni gani? Utapata uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kuwa umehubiri kuwa ufalme wa Mungu unakaribia, kama tulivyoagiziwa katika Mathayo 10:7 ya kuwa na katika kuhubiri kwenu enendeni mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu apewe sifa. Huo ufalme wa mbinguni utafanyika kuwa mrithi wa huo ufalme, na hapa duniani mtarithi, kwa sababu ngamia itakujia kwako, baraka zitakuja kwako kama mawimbi ya bahari. Ninatangaza mawimbi ya bahari, baraka zikujie kwako. Ninatangaza baraka kama mawimbi ya bahari ikujie kwako. Yani ubarikiwe mpaka ukose mahali pa kuweka. Ubarikiwe jae mpaka wengine waanze kufaidika kwa baraka yako. Usisaidiwe bali uwe mtu wa kusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ondoka uangaze, ondoka uonyeshe, ondoka uangaze. Kama umejijua wewe ni mwombezi, unaweza ombea wagonjwa kapona. Nenda hospitali, ombea watu. Nenda zako, usitake kulipwa, usitake kuambia nivunjie huyu madhabahu. Maana hiyo mindset imejaa katika dunia hii. Watu wanajua kuwa mtu anapokuwa mgonjwa, aidha ni madhabahu ya nyanya, aidha sijui ni madhabahu ya nani. Huyo nyanya yeye alishakufa, huyo babu wa mababu yeye alishakwenda. Na maandiko yanatuambia kwamba mfu hajui neno lolote linaloendelea. Mtu anapokufa hajui chochote kinachoendelea. Kwa nini laana yake ikufuate wewe na umefanyika kuwa kiumbe kipya? Hakuna laana ya madhabahu, hakuna kuvunja madhabahu. Wachungaji wengi, acheni kulagai watu. Unalagai watu mkiwadanganya kuambia tunavunja madhabahu kwa 10,000, tunavunja madhabahu kwa 5,000. Ni wapi kwa Biblia madhabahu kuvunjika ililipishwa? Ni wapi Yesu baada ya kutenda muujiza alisema leta fedha, vipande vya fedha 30? Ni wapi kwa maandiko nionyeshe ya kwamba Yesu baada ya kutenda muujiza aliitisha fedha? Na Yesu anatuambia kwamba jitieni nira yangu mkajifunze kwangu. Tujifunze kwa Kristo, tujifunze njia za Kristo. Yesu hakuna mahali alipoitisha fedha, hakuna mahali alipoombea watu, alipotakasa watu, aliitisha vipande vya fedha. Kwa nini leo unaitisha vipande vya fedha? Kwa nini leo unavunja kulingana na bei? Unaambia nikitaka nikuvunjie madhabahu ya babako anipatie 1,000. Ukitaka nivunje laana ambayo inakusumbua nipatie 10,000. Ukitaka nikuondolee uchawi nikwambie jina la anayekuroga nipatie 25,000. Wewe ni muongo na nimekugundua unabii wa uongo. Unadanganya washirika, unapotezea muda watu wasijifahamu wao ni akina nani, wasijigundue ule uwezo waliopewa na Mungu, waendelee kukufuatilia ukikula mali zao. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Katika maandiko tunaona yule aliyekuwa anakutibu kimpatia fedha ni mganga, kwa sababu yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 inaandika kuwa alimaliza mali akiendea matabibu ila asipate chochote. Lakini alipomwendea Kristo hakutoa nururu, alienda akashika tu pindo. Kuamini peke yake, kufuata Kristo, kujigundua mimi ninaposhika pale, ninapong'ata pale, nimepokea uponyaji. Lakini unapoona mchungaji anakuambia njoo na mali yako, jua huyo ni mganga, ni mchawi aliyejificha chini ya Biblia, na tunaenda kumlipua kwa jina la Yesu. Tunaenda kumexpose in the name of Jesus Christ. Wataenda kukuwa exposed na mipango yao, wanaenda kuchipuliwa, wanaenda yani kuekwa wazi, kuaibishwa, kwa sababu Bwana, wakati wa Bwana umefika ya kuwa injili ya kweli ihubiriwe mataifani mote, ya kwamba injili ya Mungu ihubiriwe kote. Acheni kudanganya watu, kuambia njoni kwangu na sadaka kiwango fulani ndio nikuombee. Ni injili ya kupeleka watu kona kona. Anakuwa mgonjwa anapona, akikuwa mgonjwa tena anatafutia 10,000 kukufuata. Pasa nivunjie madhabahu, anapona, anakufuata tena. Kuna nyanyangu alinena laana fulani, ninaona inafuatilia upande wa kazi,
ninaona ifuatilia upande wa biashara, ninaona hiyo laana inafuatilia upande sijui wa watoto. Lakini nakwambia unapojigundua katika Luka 9:1 kuwa Yesu akakuita tena shara. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe hukumuita Yesu, hukwenda Yesu nipatie uwezo na mamlaka, hukuomba uwezo na mamlaka, bali Mungu alikupenda mpaka akakupatia mwenyewe, kwa sababu alijua ni ile siku nisubirie eti mwanadamu aniombe, wanadamu wangu watapotea, watu wangu watapotea. Lakini akasema na kabisa na mapema, alimetupatia uwezo na mamlaka juu ya pepo wote, juu ya maradhi yote. Hakuna kitakacho kutetemesha, hakuna kitu ambacho kitakutetemesha, hakuna kitu kile. Ona leo nahangaika mpaka umekata tamaa, unataka kwenda kwa mganga ili upate watoto. Ona leo umehangaika, unataka kwenda kwa mganga upoteze mali yako. Anakuambia nipatie ng'ombe, anakupatia nipatie mbuzi, ama anakuambia nipatie kuku, alafu anakata ile kidole cha kuku, anakushonea riza na kufunga kwa kiuno, anakupondea miti shamba na kupatia. Wewe nenda nyumbani unakiamini ninaenda kupokea mtoto. Umtoe wapi huyo mtoto? Ulisikia wapi shetani anaumba? Ulisikia wapi shetani anapeana watoto? Bali watoto anatoka kwa Mungu. Jigundue hiyo uwezo uliopewa, gundua mamlaka uliopewa na Kristo. Acha kufuatilia wachawi, acha kufuatilia matabibu, maana hautapata chochote. Kama yule mwanamke aliyetokwa na damu, alienda kote hiyo siku zote, alienda kwa waganga, akaenda kwa wasoma nyota, akaenda kwa piga ramli, akaenda sijui kwa mganga nani wakati alikuwa ni mkubwa, lakini hakupata uponyaji. Alienda kununua hata maji, naweza kuwa ingekuwa alinunua, alienda akanunua vitambaa, lakini hakupata uponyaji. Uponyaji haukuja kwa vitambaa wala kwa nyuzi, bali uponyaji unakuja kwa Kristo. Uponyaji unakuja kwa imani yako kwa Kristo. Uponyaji unakuja kwa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sikiliza kwa makini ujumbe huu, maana Mungu alikuwa na sababu ili uweze kusikia. Mungu ameenda kufungua nafsi yako siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa ulikuwa unadanganywa, lakini umesikia ujumbe huu. Soma Biblia, anza kujifunza Injili, anza kutoka, ondoka uangaze. Nenda unapojigundua wewe toka uangaze, toka uangaze, maana nuru imeshakuzukia, maana nuru imekuangukia. Bwana Yesu apewe sifa. Unapopata ule ufahamu wa kujijua, jua hiyo ni neema, jua hiyo ndio hiyo nuru ambayo imekuangukia. Na hiyo nuru kidogo, hata unapoona unaomba, umeanza kujiona muombaji, jitokeze nje, maana wafalme, Biblia katika Isaya inasema wafalme wataijia hiyo nuru yako. Haijalishi unaiona ni ndogo namna gani, haijalishi umeanza huduma unakaona ni kadogo, lakini wafalme watatoka nchi mbalimbali wakiifuata hiyo nuru iliyozuka. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi upo wapi, wafalme watakutafuta, si wewe watafuta, waambie Johni niko na uwezo, Johni munione ili mpone. Mnaponiona mna appointment 1000, hakuna kulipisha, maana Biblia inatuambia wazi katika Mathayo 17, unapofika hapo chini inatuambia kwamba mmepata bure, twaeni bure. Mbona kukuona mchungaji ninatoa 1000? Mbona kukuona wewe ninatoa appointment 5000 ndio nikuone? Kwani utafanya kipi ambacho Kristo azifanya? Mbona kwa Kristo nenda direct? Wewe unamwamini Kristo, mbona mimi nikienda kwa Kristo silipi, bali nikija kwako nalipa? Wewe uko kivipi? Uko yani, are you special kushinda Yesu? Maana kwenda kwa Yesu ni free. Mbona mimi nikija kwako ni wewe ambaye unadanganya na unatoa hiyo appointment 1000, unajipoteza, yani unajipotezea muda. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoteza wakati na ugonjwa. Utashangaa sasa, ugonjwa uko pale pale hauponi, ugonjwa uko pale pale, umeenda kwa waganga mpaka umekata tamaa, unasema sasa kama nikufa acha nife, kwa sababu umepoteza muda, umeenda huku na kule usipate usaidizi popote, kwa sababu hujajua ule uwezo uliopewa na Mungu, kwa sababu hujajua Luka 9:1 ndio siri ya Kristo, hujajua Luka 9:1 ndio password ya Kristo, ndio password. Unapogundua utaishi maisha marefu yenye furaha.
ndio paso unayegundua. Utaishi maisha ya kujua mimi ni mtawala, mimi si wa kutawalwa. Tuko hapa kunyakua, tuko hapa kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa katika ulimwengu kutawala, kwa sababu mapepo, hata kama wewe unatishiwa namna gani, unaambiwa kuna mganga fulani alifanya hivi akaua mtu fulani. Hata mganga achenja wanadamu 60, alafu aseme ninaenda kwa mtu fulani, nimetoa sadaka ya wanadamu 60. Anapokuja kwangu, Biblia inatuambia kwamba na Bwana atatawanya maadui zetu katika njia 7. Haijalishi sadaka ametoa sadaka ya nini, hata atoe Lucifer mwenyewe kama sadaka, anapojaribu kuita jina langu, sura ya Kristo itatokea. Hata ajibadilishe huyo shetani mwenyewe, ajifanye mwanadamu, ili acha nitege mitego mbele, kwa sababu mimi ninayejua Kristo amenipatia uwezo juu ya pepo na maradhi yote, haitafaulu kwa jina la Yesu. Huyo shetani mwenyewe Lucifer eti ajifanye ananitupia kama mvua, hakata nishika, na anaporusha mshale utamrudia mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa, kwa sababu mimi anaishi ndani yangu ni Kristo, na Kristo aishie ndiye Kristo ambaye anasema katika Mathayo 25 kama sijakosea, kuwa nimepewa uwezo mbinguni na duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Na tena akatuambia kwamba akawaita tena shara, akawapatia huo uwezo juu ya pepo na maradhi yote. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wewe, vichawi ambavyo havina kazi, vichawi ambavyo hata havina nguo, vinakuja kukuroga, havivai suti, wewe unavaa nguo, unaanza kubabaishwa na mtu asiyekuwa na kazi, ndio maana anakuroga, unababaika, anakoroga 40 na majivu, akisema namtupia kansa, namtupia kansa. Wewe na kuhangaika kwako unaanza kushikwa na hiyo ugonjwa. Acha woga, jua siri ambayo imewekwa katika Luka 9:1. Hiyo ndio siri Kristo anaposhikilia, kuwa Yesu aliniita mimi, sikwenda kubeg kwa Yesu, sikwenda kuomba kwa Yesu, kurequest kwa Yesu, Mungu nipatie uwezo maana ninateseka. Yesu alisema mwenyewe, nimewapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na maradhi yote, kwa sababu alijua vitu viwili ndivyo vinavyosumbua ulimwengu, mapepo na magonjwa. Na magonjwa yanaletwa na mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Magonjwa inaletwa na mapepo. Kwa hiyo gundua leo umepewa uwezo juu ya pepo na maradhi. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa uwezo. Umepewa uwezo. Umepewa uwezo. Sema umepewa uwezo. Nimepewa uwezo juu ya falme zote, juu ya anga zote, kwa sababu Kristo anaishi ndani yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ujumbe huu ninajua kwamba ninaongea na watu, ninaongea na nafsi za watu, ninaongea na moyo wako, ya kwamba umedanganya siku nyingi, umeenda huku na kule, lakini ukupata msaada. Ujumbe huu ni wako mdada, ujumbe huu ni wako mama, ujumbe huu ni wako baba, ujumbe huu ni wako kaka, huu ujumbe ni wako. Umehangaika siku nyingi ukupata msaada, shika pindo la Kristo nawe utaona maisha yako kibadilika. Gundua Luka 9:1, gundua maana yake, anza kuisoma, mwambie Mungu nifunulie kifungu hichi kwa zaidi, kwa sababu Bwana amenifunulia kifungu hichi, ndio maana nimekueleza. Mwambie Bwana nifunulie zaidi, niweze kukujua zaidi, niweze kujua kuwa kumbe mimi niko na uwezo hata bila maji, bila vitambaa ninaweza survive, bila kununua mdongo wa sijui Pastor nani ametoa Israeli, bila kuchukua sijui michanga imetoka maji yamechotwa kwenye mto Jordan. Yesu alibatizwa hapo, Yesu alibatizwa hapo. Nyinyi mnachota hayo maji, lakini mimi nimekunywa damu ya huyo Yesu. Nyinyi mnakunywa ndongo za ile nguo, mimi ninakunywa damu yake Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi ni ile nguo ambayo alibatizwa nayo, na hata wanyama wa porini wanakuja kikojoa, unasema ni Kristo alibatizwa hapa, tunatumia ili tupate uponyaji. Mimi sikunywi makojo ya wanyama, bali ninakunywa damu ambayo ni fresh. Hata kama alikufa miaka 2000 imepita, lakini damu ya Yesu bado inalia, bado damu ya Yesu iko fresh, inatiririka pale msalabani, ikingoja yote ile aende na apply. Uende uka apply tu ya kwamba yoyote atakayeamini kuwa Kristo alikufa na kufuka, uponyaji ni wake kweli. Na kuhakikishia uponyaji ni wako,
yaani utakuwa umeshagundua siri ya kusurvive hapa duniani. Kwa sababu kumbuka, yule mwovu tunaishi naye na anatumia mbinu mbalimbali za kukudistract. Anatumia mbinu mbalimbali za kukudistract ili uone kama huyu Yesu hana nguvu. Lakini nakwambia Kristo kuna nguvu kweli. Yaani ile siku utakapofunguliwa macho yako ya kiroho, uweze kuona zile nguvu ambazo Yesu ako nazo, ninaona utatembea kifua juu. Utaanza kutembea na maringo, kwa sababu unajua yule Mungu ninaishi, anaishi ndani yangu. Utatembea kifua kikiwa juu, unadunda dunda, kwa sababu unajua hata Lucifer mwenyewe atokea kuambie, mimi ni Lucifer, nimekuja kukua. Wewe sema ya kwamba nimepewa uwezo na mamlaka juu ya pepo na maradhi. Lucifer ataenda zake, pepo atatoka mbele yako. Nguvu za wachawi zimekuja, umeamka umepata mayai mawili, wewe shika na mkono tupa. Usisema nikishika mkono tauma, nikishika sijui nitakufa. Hakuna kifo mbele ya mlokole, hakuna kifo mbele ya mlokole. Kifo cha kutumwa na wachawi hakiwezi survive mbele yako. Chukua tupa, endelea na maisha. Wale ambao hawatawakaribisha, fanyeni nini? Mumuteni nyayo zenu, yaani mumuteni mavumbi ya nyayo zenu, na utabaki kwa shuhuda. Unafikiria shuhuda itakuwa nini? Tulikuwa tumewatupia wale mauti, lakini mauti imeturudia. Wale hawashikiki. Watakuja wabegu, wapige magoti, waseme tusamee, tusamee, tusamee. Tulikutupia uchawi, tulifikiria tutakuweza. Kumbe wewe Mungu anaishi ndani yako ni Mungu mkubwa, tusamee. Tuombe msamaha kwa Mungu wako. Yaani watakuja wakilalamika, kwa sababu umeshajua siri wewe ni nani katika ufalme. Umeshajua ya kwamba wewe umepewa uwezo na mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninatangaza radi juu ya wale wote ambao wamekusudia. Ng'ong'ota vumbi sasa siku ya leo. Ng'ong'ota mavumbi ya nyayo zako, na itabaki kwa shuhuda. Ng'ong'ota vumbi kwa jina la Yesu. Wang'ong'otie, waambie, watangazie kwa hamna uwezo. Yoyote aliyezuia kazi yako, mtangazia hauna uwezo. Kwa jina la Yesu sema una uwezo. Kwa jina la Yesu sema una uwezo. Ninaomba uombe sasa. Omba sasa, omba sasa. Kataa kwa jina la Yesu. Ambia hauna uwezo na mamlaka. Kataa, nena neno kwa jina la Yesu. Nena neno ni kwa jina la Yesu. Gundua ya kuwa mimi kumbe ndio yule tenashara niliyoitwa na Kristo, na akasema nimekupa uwezo. Hata hakukuwa na story, story yake neno la Kristo alituambia nimekupatia uwezo, amekupatia funguo. Yaani ameshakupatia kila kitu. Why are you suffering? Why are you struggling? Mbona unahangaika? Mbona una hustle sana, ukitoka jasho ukienda huku na kule? Lakini wewe umepewa uwezo. Yaani wewe kwa uwezo umeshapewa tayari. Omba sasa. Mwambie Mungu, nimekubali, nimejua siri ambayo Bwana umenipatia uwezo. Ninajua siri Bwana, nimejua siri. Mwambie Bwana asante kwa kujua siri. Mwambie Mungu asante kwa sababu neno hili lilikuwa ni lako. Mwambie Bwana ni asante. Yaani mshukuru Mungu kwa sababu Mungu amekusudia uweze kusikia ujumbe huu ili ufahamu kumbe nimepewa uwezo. Miaka mingi nimedanganywa, miaka mingi naenda kanisani kitafuta msaada. Kuliko unaenda kanisani utafute Kristo, unaenda kutafuta msaada wa mapasta, wakuwekelee mikono ili upate uponyaji. Wakusifanye nini? Bwana anakuambia umepewa uwezo juu ya falme wote, juu ya pepo na maradhi. Hakuna maradhi itakayosimama kwako kwa jina la Yesu. Kwa nyumba yako itakuwa uzima na kicheko. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakataa maombolezo tena kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Omba sasa. Kwa maneno ya kinywa chako ongea na Mungu. Ongea na Mungu, ongea na Mungu. Ongea na Mungu, ongea na Bwana. Ongea na Bwana. Ongea na Mungu. Ndio, Yesu yuko tayari, anasikia. Anasikia maombi. Anakusikia Kristo. Nena yaliyo moyoni mwako. Mwambie Mungu asante. Yaani wewe nena kila ambacho Bwana atakupatia neema unene. Yaani ongea na Bwana siku ya leo, kwa sababu umeshagundua siri. Haya, ongea sasa. Mimi sijui vita vyako ni namna gani. Mimi sijui unapigania vita vya aina gani. Lakini jua kuwa umepewa uwezo wa kuvishinda. Sasa ni wewe tu utoke uangaze. Simwambie Mungu, nipatie nguvu sasa za kuangaza. Nipatie ujasiri wa kuangaza. Nipatie ujasiri wa kuangaza. Watanijua mimi ni nani. Watajua mimi ni nani. Watajua wewe ni nani ambaye Mungu unamtumikia. Kwa sababu utakapotoka hapa
utatoka kama mtu mwingine. Utakapotoka uweponi mwa Mungu, uso wako utang'aa, uso wako utang'aa mpaka hawatakuwa na uwezo wa kukuangalia. Wakikutizama, yule ni nani? Hawawezi kukuangalia vizuri, hawawezi kukuangalia vizuri, kwa sababu umejaa utukufu katika uwepo wa Bwana, kwa sababu umejua ya kwamba wewe ni nani. Umejua siri, yani umejua siri. Ninaomba ushukuru. Shukuru Mungu, shukuru Bwana, mshukuru Mungu. Wewe mshukuru tu, mwambie asante. Bwana ni asante, Baba asante, kwa sababu neno lako halikutoka bure, kwa sababu neno lako Bwana limeongea na nafsi yangu. Yani mshukuru Mungu, mshukuru Mungu tu. Wewe chukua muda huu ukishukuru Mungu. Ni muda wa kushukuru Mungu. Usisubirie mimi niombe. Wewe ndio unayeomba sasa. Shukuru Mungu. Mimi ni mjumbe, nimepewa ujumbe nikuletee. Sasa ni wewe ambaye umepokea huo ujumbe. Ushukuru yule aliyenituma mimi, si mimi unishukuru. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Mimi maana nimetumika kama chombo. Wewe shukuru Mungu sasa. Mshukuru yule aliyenitumia. Ushukuru yule aliyenitumia kukuletea ujumbe huu. Shukuru Jehova, mshukuru yeye. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Mungu ni asante. Mwambie Jehova asante. Yani wamshukuru tu Mungu, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Ninaona masaa yameyoyoma sana. Ninaona nimemaliza muda wangu. Pigia Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Ile kazi ambayo Bwana amefanya ni kazi nyingine kubwa. Bwana ameonekana katika maisha yako na utakuwa jinsi ulivyokuwa. Leo umeshagundua siri ya kuwa uko na uwezo na mamlaka. Sasa ninakupatia homework, ninakupatia kazi. Bado wewe kuangaza, bado wewe ondoka uangaze. Ninataka ushuhuda katika comment section na ushuhuda katika madhabahu haya. Nikisikia mtu anasema Mungu alinitendea muujiza siku fulani, nilipoamua kuangaza niliona mabadiliko, niliona kuna wachawi waliweza kunisimamia mbele, niliona nguvu za Mungu kweli kweli kweli, yani ile kweli. Yani nataka huo ushuhuda utoke, maana tunaposhuhudia kwetu ni njia nyingine ya kumshinda shetani, kwa sababu Biblia imetuambia kwamba itabaki kuwa shuhuda kwao, kwa sababu utaona utofauti. Itabaki kuwa shuhuda kwao, kwa wale waliokuwa na kuzuia, kwa wale ambao walikuwa wanazuia usiendelee. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasikia wamebadilishwa na Mungu? Wangapi wameamua tutafanyia kazi ile karama tuliyopewa? Wangapi wanasema kwamba tumegundua sasa uwezo wetu uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Furaha sana kwa kuwa umegundua wewe ni nani. Nina furaha sana kwa kuwa umeamua sasa kufanya kazi kwa bidii. Na yule ambaye ananisikiliza kwenye mitandao yote, ninakushukuru kwa sababu umechukua muda wako kwa kuchukua, yani umeamua uache vyote kusikiliza. Mungu akujazie neema, akubariki sana. Ninaomba amani ya Kristo, neema yake Mwenyezi Mungu iwe juu yako na kubariki nyote. Shalom. Shalom.